Kwa upande wa bajeti ya mwakani ambayo ndio hasa ambayo tutawasilisha kesho, ndugu waandishi wa habari, kwetu sisi Wizara ya Fedha, taarifa hiyo ambayo hii hali ya uchumi itakuwa imeandaa jukwaa la kuwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka unaofuata. Mapato hasa ya kodi yanatokana na mwenendo wa uchumi. Kwa hivyo natarajia baada ya kuwasilishwa asubuhi kwa taarifa hali ya uchumi, imetuwekea jukwaa zuri kwa uweza sisi upande wa Wizara ya Fedha kuwasilisha mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka unaofuata. Na kama inavyotarajiwa, kabla ya kuwasilisha makadirio ya mwaka 2026/27, tutawasilisha kwanza tathmini fupi ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka huu ambao tunaendelea nao, tunamalizia mwaka 2025/26. Naomba niwajulishe tu kuwa kwa mwaka huu 2025/26 tumekuwa na utendaji mzuri wa bajeti kutokana na ukusanyaji mzuri wa mapato ya ndani ambayo kwa kiasi kikubwa yamefikia lengo ambalo tulitarajia katika kipindi cha utekelezaji hadi sasa. Na kwa upande wa matumizi vile vile tulikuwa mwaka ambao ulikuwa na mahitaji maalum, lakini tumeweza kwenda nao vizuri na tunakaribia kumaliza kama ambavyo tumesema. Kwa haya yatajitokeza zaidi katika tathmini ambayo vile vile tutaiwasilisha kesho. Mtakumbuka vile vile kwamba katika mwezi wa Januari mwaka huu serikali kupitia Wizara ya Fedha kupitia waziri mwenye dhamana ya fedha iliwasilisha mbele ya Bunge mwelekeo wa bajeti ya serikali kwa mwaka ujao wa fedha. Kwa hiyo kinachowasilishwa kesho bado kimeendana na mwelekeo ambao tulishawasilisha katika mwezi wa Januari, ambao tunatarajia kwa ujumla kwamba katika mwaka unaofuata wa fedha serikali itumie shilingi 62.3 trilioni. Hiyo ndio bajeti kuu ya matumizi ya serikali, shilingi 62.3 trilioni. Na kati ya hizi matumizi hayo kwa kiasi kikubwa yanatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani ambayo yanatarajiwa kufikia shilingi trilioni 46.8. Kwa hiyo mchanganuo zaidi tutautoa kesho wakati wa uwasilishaji wa bajeti yetu.